ameturuhusu ili kwamba tena tuje tulisikie neno lake baada ya zile shughuli za kipindi cha kwanza. Ninaamini umebarikiwa na hilo somo ambalo limetoka hewani na hata yale ambayo yalikuwa yamebaki ambayo mama ametuletea. Ninaamini umebarikiwa kama nami nilivyobarikiwa. Tunaingia kipindi cha uchambuzi wa Biblia, na leo ninapoanza kipindi nataka nione kama mmekuwa wanafunzi wema kwa yale ambayo tumekuwa tukijifunza katika juma hili. Alafu nitaingia kwa muda ule ambao utasalia mchache kwa somo la mchana huu wa kipekee ama asubuhi. Katika uchambuzi wa Biblia tumekuwa tukiangazia the sanctuary message, ndilo swala ambalo tumekuwa tukiangazia, na tumesema ya kwamba kila sehemu ya patakatifu ilikuwa inamwakilisha Yesu Kristo. Ni mchakato mzima ambao Mungu ametupatia kuona namna tunavyoweza kuregeshwa kwenye uwepo wa Mungu ambao tulikuwa tumepoteza. Kwa hiyo tulisema ya kwamba sanctuary ulikuwa ukiingia, chombo cha kwanza ambacho ulikutana nacho kilikuwa kinaitwaje? Chombo cha kwanza, tuone kama mmekuwa wanafunzi wazuri kweli ama tumekuwa tunapiga kelele tu bure hapa. Chombo cha kwanza, hema hii hapa karibu na mimi. Chombo cha kwanza umesema? Sisikii kabisa. Chombo cha kwanza hapa katikati. Mzee. Madhabahu. Asante. Madhabahu ya kuteketeza sadaka. Maana zilikuwa madhabahu mbili. Leo tutasoma hiyo ya pili. Madhabahu ya kuteketeza sadaka. Madhabahu ya kuteketeza sadaka ilikuwa inamwashiria Yesu vipi? Ilikuwa inamwashiria Yesu vipi madhabahu ya kuteketeza sadaka? Huu upande. Yes. Takatifu wa Yesu. Asante. Ebu nyingine tena tofauti na hiyo. Yes mama. Nasikia kuna kitu nasema. Kifo chake. Asante. Madhabahu ya kuteketeza sadaka ilikuwa inazungumza Christ as our sacrifice. Christ our sacrifice, our atonement. Yesu kama kafara yetu, Alafu chombo cha pili kilikuwa ni gani baada ya madhabahu ya kuteketeza sadaka? Chombo cha pili huku. Asante dada. Lava ama wash basin, birika kwa Kiswahili. Yesu alikuwa ni nini katika lava? Inamwashiria Yesu kama nini lava? Yes, mama nyuma yake. Ni kama hii tent Mama Lucy aliombea mpaka ni kama ndio waliokoka kabisa. Utakaso. Asante. Yesu kama utakaso wetu. At the level Christ is our sanctifier. Alafu tulikuwa baada ya hapo tunaingia mahali patakatifu. Mahali patakatifu kulikuwa na vitu vitatu. Moja ambayo tulizungumzia ambayo ilikuwa mahali patakatifu ilikuwa inaitwa nini? In the holy place. Yes mzee wangu. Table of the shewbread, meza ya mkate uonyesho. Ilikuwa inaashiria nini kumhusu Yesu Kristo? Nini kumhusu Yesu Kristo? Meza ya mkate uonyesho. What? Ilikuwa ina communicate nini kumhusu Yesu? Ni hiyo. Hii ambayo na whisper ndio jibu. Mmesema nini? Kuna mkono kule nyuma. Yes mama. Jesus is the bread of life. Yesu kama mkate wa uzima, lakini pia Yesu kama our provider, our sustainer and the secret of a sin. Jana tukazungumza kuhusu the second thing, holy place. Ilikuwa ni gani? Candlestick. Asante. Jana tulizungumza kuhusu kinara cha taa. Kinazungumzia nini kuhusu Yesu kinara cha taa? Hiyo ni jana tu. Yesu kama nuru ya ulimwengu, mwangaza, kuna wasiwasi. Yesu kama nuru ya ulimwengu. Tukasema Yesu kama nuru ya ulimwengu anatuangaza sisi ili sisi nasi tukaweze kuangaza ulimwengu huu. Ile fence ambayo ilikuwa nyeupe ndo nilisema inamwashiria Yesu kama haki yetu, our righteousness. Asanteni kwa sababu ya kuwa wanafunzi wema. Tuombe tunapoingia katika somo fupi kwa muda huu. Baba, katika jina la Yesu, neno lako likatawale mioyo yetu sasa, ukatuelekeze katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hili litakuwa ni somo la mwisho katika uchambuzi wa Biblia.
ina maana kuna sehemu ambazo na vitu vingi ambavyo vitabaki katika sanctuary, kwa sababu sanctuary ilikuwa imegawanywa sehemu 3. Sehemu ya kwanza inaitwa outer court ama behewa kwa Kiswahili. Alafu ukiingia katika hema kuna holy place, mahali patakatifu, na most holy place, mahali patakatifu mno. Mahali patakatifu nje, mwanzo outer court, tumesema kulikuwa na madhabahu ya kuteketeza sadaka na birika la kuoshea mikono na miguu. Lakini mahali patakatifu kulikuwa na vitu vitatu: meza ya mkate wa uonyesho, table of shewbread, kinara cha taa, 7 branch candlestick, alafu na leo ambao tutaangalia altar of incense, madhabahu ya kufukuza uvumba, altar of incense. Vitu vitatu. Kitu ambacho tutapata muda wa kuzungumzia ni the most holy place, kwa sababu ya ufupi wa muda na siku zetu nazo zimeisha. Most holy place, huko kulikuwa na sanduku la agano. Ndani kuna mbao 2 za amri ya Mwenyezi Mungu. Kifuniko chake kilikuwa kinaitwa mercy seat. By the way, that's my favorite part in the sanctuary, mercy seat. Alafu juu ilikuwa kuna malaika wawili wanaitwa Shekaina, wanafunika, makerubi, wanafunika utukufu wa Mungu ambao ulikuwa unaitwa Shekaina glory. Hizo zilikuwa ni the entire sanctuary. Kuna vitu vingi vya kuzungumza kuhusu sanctuary. Malaika walikuwa katika every curtain in the sanctuary, so we can speak about angels in the sanctuary na vingine vingi ambao muda hautaruhusu. Lakini leo nataka tuzungumze kuhusu the altar of incense, madhabahu ya kufukuza uvumba. The altar of incense, madhabahu ya kufukuza uvumba. Kitabu cha Kutoka 30 mstari wa 7 twende hadi mstari wa 9, ama twende mpaka 10. Kutoka 30 mstari wa 7 twende hadi mstari wake wa 10. Teremka kwa upesi. Biblia inasemaje? Na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi. Sawa. Atakapozitengeneza zile taa, ataufukiza. Na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni, sawa, ataufukiza ule uvumba daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. Asante. Verses 9 inasema, hamtamfukiza juu yake uvumba mgeni, wala sadaka ya kuteketezwa, wala sadaka ya unga, wala hamtamimina juu yake sadaka ya kinywaji. Sawa. Mstari wa 10. Na Haruni, naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanya upatanisho. Sawa. Mara moja kila mwaka ataifanya upatanisho katika vizazi vyenu vyote. Ni takatifu sana kwa Bwana, nusu shekeli ya mahali patakatifu. Amina. Asante. Achia hapo tu. Tunapozungumza kuhusu madhabahu ya kufukuza uvumba, tunazungumza kuhusu kitu cha maana sana tena katika sanctuary, kwa sababu umesikia maagizo ambayo Mungu amepeana kuhusiana na madhabahu haya. Vipengele ni vingi na hatuna muda wa kuvunja kila kitu katika fungu hilo, lakini kwa sababu ya somo letu leo tutaangalia vitu viwili tu. Jambo la kwanza, Biblia inasema ya kwamba madhabahu haya yalikuwa yanatumiwa kufukuza uvumba, incense. Lakini jambo la pili inasema ya kwamba alikuwa anapaswa kufanya atonement, upatanisho kwa kutumia damu katika madhabahu haya. Kwa hiyo sio tu uvumba ulikuwa unatolewa, lakini pia upatanisho ulikuwa unapaswa kufanyika kutumia damu katika madhabahu haya. Kwa hivyo swali la maana tunauliza kwanza, huu uvumba ulikuwa ni nini haswa? Hii uvumba ilikuwa ni nini haswa? Zaburi 141 mstari wake ni ule wa 2. Zaburi 141 mstari wake wa 2. Twende kwa upesi. Inasema, Biblia inasema, sawa, mstari wa 2, sala yangu na ipae mbele zako kama uvumba. Sala yangu na ipae mbele zako kama nini kanisa? Uvumba. Kama nini kanisa? Uvumba. Kwa hivyo sala yangu na ipae mbele zako kama uvumba. Maliza fungu kabisa, twende. Kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Achia hapo. Kumaanisha uvumba unaozungumziwa hapa unasimamia maombi ya watakatifu.
Uvumba unaozungumziwa hapa na rejelea inasimamia maombi ya watakatifu. Ndilo swala ambalo tunalizungumzia hapa. Lakini kwa sababu tulisema kila sehemu ya mahali ama ya patakatifu ilikuwa inamwashiria Yesu, Biblia inasema kwamba sio maombi tu yalikuwa yanawasilishwa hapa, lakini Haruni alihitaji kutumia damu kufanya upatanisho katika madhabahu haya. Haruni alihitaji kutumia damu, sikiliza, kutumia damu kufanya upatanisho, katika madhabahu haya. Sikiliza, ina maana ya kwamba ili maombi yetu yakubalike ni lazima yachanganyikane na kafara ya Yesu Kristo. Ili maombi yetu yakubalike, sikia, ni lazima ichanganyikane na haki ya Yesu Kristo inayotokekana kwa kifo chake msalabani. Kwa hivyo sio maombi tu katika madhabahu haya, lakini ni maombi ambayo yanakubalika kwa sababu ya haki ya Yesu Kristo aliyoipata kwa kifo chake msalabani, his righteousness. Unajua, nguvu ya maombi haiko kwa yule anayeomba. Sikia kwa makini. Nguvu ya maombi haiko kwa yule anayeomba. Nguvu ya maombi inapatikana kwa yule anayeombwa. The power of prayer does not lie in the person who is offering the prayer, but on he who hears the prayer. Hapo ni mali nguvu ya maombi inapatikana. Kwa sababu ukiacha tu kwamba ni kwangu mimi mhubiri nimeomba, ni kwa mhubiri mwingine ameomba, ikiachiwa tu hivyo inabaki maneno ya kawaida. Lakini nguvu ya maombi is in this sense ya kwamba kuna mtu anayesikia hayo maombi, anayapokea, kisha anachanganya na haki yake kupitia kafara yake kamili, na inakubalika mbele za Baba, kisha tunapata majibu. Every prayer answered on earth is because Mungu ameiona haki ya Yesu Kristo imechanganywa kwenye ombi hilo. So katika madhabahu ya kufukuza uvumba, Yesu ndiye our intercessor. Yesu ndiye anayetuombea. Kwa haki yake maombi yanakubalika mbinguni. Kwa haki yake majibu yanapatikana duniani. Kwa haki yake tunaiona nguvu haswa ya maombi. Tunaweza kuja kwa ujasiri mbele ya kiti cha rehema kama Waebrania 4:16 inavyosema, sio kwa sababu ya msamiati wetu mzuri, sio kwa sababu ya mema ambayo tumeyatenda. We come confidently before the throne of mercy kwa sababu ya haki ya Yesu Kristo ipatikanayo kupitia kafara yake ambayo alitoa pale msalabani. Kwa hiyo ni muhimu ujue kwamba mojawapo ya vitu muhimu katika maisha yetu ya Ukristo ni maombi. Na maombi yetu yatakubalika tu mbinguni kwa sababu Mungu ameiona haki ya Yesu ikitawala, ikifunika, ikiwa sehemu ya maombi hayo. It must be part and parcel of it. Lakini mara nyingi swala zima la maombi limegeuzwa kuwa mchakato ambao Yesu amewekwa kando. Kwa sababu nilikwambia hapa na nitarejelea kwa msisitizo, sababu ya maombi sio fursa ya kupata vitu. The essence of prayer ni sababu ya kutupatia badiliko, ya kujenga uhusiano. Yaani unapokuja kuomba Mungu akuponye, anapokuponya uhusiano wako na Mungu umejengeka kisawasawa. Unapokuja kuomba mtoto, Mungu anapokubariki uhusiano wako na Mungu unajengeka kisawasawa. Unapokuja kuomba ushindi dhidi ya dhambi, uhusiano wako na Mungu unajengeka kisawasawa. So prayer actually imetengenezwa ili kwamba ikuwe for the essence ya kujenga uhusiano. Na asubuhi hii natamani kwa njia ya kipekee tujifunze kushiriki maombi yanayobadilisha. Tujifunze kushiriki maombi yanayobadilisha. Nasema nini? Kama Mkristo anayeomba lakini maisha yake ni yale yale, shuku maisha yako ya maombi. Prayer is supposed to change us. Maombi yanapaswa kutubadilisha. Kama unaomba lakini maisha yako ya Ukristo ni yale yale, jua ya kwamba kuna mahali kitu kimekosekana. There is a missing link somewhere. Nikupatia mifano katika Biblia ili uelewe kitu ambacho ninakizungumza. Yesu
maisha yake yalikuwa na mvuto usio wa kawaida, mvuto usio kawaida. Na kwa sababu hii wanafunzi wake siku moja wakamsikia akiomba mahali, Luka 11 mstari wa kwanza, na wakaenda na ombi la kipekee kwa Yesu Kristo. Hebu soma huo mstari tu kwa upesi, alafu nipige hatua mbele. Inasemaje? Luka 11 mstari wake wa kwanza. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali. Tufundishe sisi kusali, utufundishe kuomba. Yaani wanafunzi wa Yesu Kristo walivutiwa sio tu na msamiati wa Yesu kwenye maombi. Walivutiwa kwamba waliona maisha ya Yesu alivyoishi, na wakaona maisha yake namna alivyokuwa anatawaliwa na maombi. Wakatamani anga yale maisha ya maombi ambayo yaliboresha maisha ya Yesu Kristo hadharani yawe sehemu ya maisha yao pia. So they tell Jesus, teach us how to pray. Utufundishe namna ya kuomba, utufundishe jinsi ya kuomba. Manake maisha ya Yesu Kristo yalikuwa yanaonyesha kwamba kweli kuna kitu maombi imefanya ndani yake. Ndiyo maana maombi yanayompendeza Mungu, maombi yanayompendeza Mungu lazima kwanza yamtambue kuwa Mungu kuwa rafiki mwaminifu ambaye anatafuta kuwa na uhusiano na sisi. Maombi yanayompendeza Mungu lazima kwanza yamtambue Mungu kuwa rafiki mwaminifu ambaye yuko mbioni, yupo katika shughuli, anafanya bidii sana ili kwamba awe na uhusiano na sisi. Na ni kweli, hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Na uwepo wa Mungu kwetu ni muhimu sana, na inapaswa kuwa ndiyo shina, ndiyo kitovu cha maombi yetu. The presence of God in our lives, kibali cha Mwenyezi Mungu inapaswa kuwa ni sehemu ya maisha yetu. Sasa ndiyo maana Yesu akaamua kuwafunza. Yesu akaamua kuwafunza namna ya kusali, maombi yanayobadilisha. Nitachukua tu vipengele vichache, sitakuwa na muda wa kuzungumzia kila kipengele cha ombi hili. Kitabu kile kizuri ambacho umekisoma, teremka mahali ulikuwa umefika. Hapo Luka 11 inasema, twende. Sema, kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Sawa. Akawaambia, msalipo, semeni, Baba yetu. Akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni. Achia hapo. Yesu akitaka kuambia watu namna maombi yanavyobadilisha. Na hivi ndivyo nataka sasa uone namna maombi yako yanapaswa kukubadilisha. Yesu anawaambia, hivi mwataka niwafunze namna unapaswa kuomba. Msalipo, salini hivi. Jambo la kwanza, Baba yetu aliye mbinguni. Sikiliza. Lazima maombi yako yakubadilishe kuamini ya kwamba sote tuna ukoo mmoja. Sote ni watoto wa baba mmoja. Kama utakuwa unashiriki katika maombi, lakini ukienda katika maombi unawatenganisha watu kwa matabaka, kwa makabila, kwa kipato chao cha uchumi, bado maombi yako hayajakubadilisha. Manake ombi la mfano la Yesu Kristo linaanza kusema, Our Father who art in heaven. So maombi yanapaswa kufanya ujue sote ni watoto wa baba mmoja. Wakisii, Wajaluo, Wakikuyu, Waturkana, Wazungu kwa Afrika, sote ni watoto wa baba mmoja. That's how prayer should transform you. Hawazi kutreat watu kulingana na matabaka. Hawazi kutreat watu kulingana namna unavyowajua. Unawatreat watu sawa sawa, kwa sababu maombi yamekubadilisha kujua ya kwamba tunaye Baba aliye mbinguni. Kwa nini uchukua kipaza sauti ufungue maombi yako kwa Baba yetu unayetupenda? Umesema mwenyewe ni Baba yetu, ni baba yangu, ni baba yako, ni baba ya mwingine. Kwa hivyo ukiondoka katika maombi ni sharti uishi sawa sawa kwamba kweli sisi sote ni watoto wa baba mmoja. Jamani, kama mnanielewa nisikie mkisema amina. We are all children of one father. Hapa chini tumezaliwa mahali tofauti, lakini unajua chanzo chetu, our beginnings is not down here. Chanzo chetu akianzia hapa. Chanzo chetu kinaanzia wakati Mungu alisema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. We have a common ancestry.
tuko na ukoo mmoja, sote watoto wa baba mmoja. Kwa hivyo maombi yako yakusaidie kwa neema ya Yesu Kristo utreat kila mtu equally. Na kama bado unatenganisha watu hata ndani ya kanisa kwa mirengo ya kabila, kwa mirengo ya watu namna ambavyo wana pesa ama hawana, bado una utoto wa kiroho. Unapaswa kuambiwa come up higher. Njoo juu, panda, you are too low. Unajua by the way, ukisimama hapa kwa pulpit, ile kamera hapa mbele unaiona kwa its real size. Hii hapa its real size. Lakini nikipanda juu ya ghorofa ndefu zaidi hapa Kisii, ile kamera inabaki the same size, but sitaiona jinsi ilivyo. Sikiliza, the clarity of sight is dependent on where you are standing. Kuona kwako kuna tathminiwa na mahali unasimama. Kama unasimama hapa chini, utaona vitu na mawazo ya hapa chini. Lakini kama umesema moyo wangu hautaki kukaa hapa paliposhaka, wengine wapenda chini, nia yangu ni kupanda. Ukiinuliwa juu, sikiliza, hautaangalia watu, huyu ni Mkamba, huyu ni Mkisii, huyu ni tajiri, huyu ni maskini. Utaangalia kila mtu kama watoto wa baba mmoja. Huo ndio Kristo ambao umebadilishwa na maombi. Last year nilikuwa makambi mahali. Samahani kama wata watch hiyo video. Nilipokuwa makambi mahali, nikahubiri mpaka siku ya Ijumaa. Nilikuwa nikioperate kutoka kwangu nyumbani, manake ilikuwa karibu. Mke wangu akatujoin on Friday. Sasa alikuwa amekuja na mtoto wetu mdogo. Akambebea uji, lakini alisahau kupack kikombe cha kuwekea uji. Sasa alipokuja, nilikuwa nafanya study huko mbele, yeye alikuwa huko nyuma. So yeye asubuhi alipoingia, alienda jikoni kuomba kikombe. Wanawake wa Kisabato wakamrafa kisawasawa huko. Alienda kikombe wakamrafa kisawasawa. Sasa wakati nikifundisha huko mbele, vile tunapiga story hapa, nikazungumza kitu, nikasema mke wangu yuko pale nyuma, anaweza kuhakikisha. Kumbe watu wakageuka kujua mke wake ni nani hapa. Baadaye walipotambua kwamba ni yeye, ilifika wakati wa lunch. Kila mwanamke kanisani anataka kumserve yeye sasa. Karibu mke wa mtumishi, nikupatia nini? Sasa kwa kuwa umejua ni mke wa mtumishi, unapeana special attention. Hiyo tabia ishindwe katika jina la Yesu Kristo. We shouldn't treat people because we know them. Inapaswa, kama kwa mfano Santieri angekuja hapa na mchungaji asimuintroduce kwetu, anafaa kupatiwa attention kama mgeni, namna ambavyo ungepatia mtu ambao unamjua haswa, because sote ni watoto wa baba mmoja. Teach yourself to behave. So kikaa nominating committee na kazi yako kusema huko, lakini hamtakuwa na hiyo shida, manake nyote ni wa Kisii. Kule mjini kule tuko na balaa kubwa. Nasikia kwamba mwaka huu kama first elder ni Mkisii, second elder lazima kuwe Mjaluo. Na unajua hizo kabila mbili zinasumbua hii kanisa, manake wanafikiri kanisa ni yao. Wakisii, Wajaluo, lazima tu balance. Tukiweka wawili, tunaweka wawili huku pia. Tunapanga. Yaani wewe unaangalia watu kwa matabaka. Siku nyingine nilisikia kanisani, kanisa nyingine nisiseme, manake hii itaenda mbali, wanafuata washiriki wengine. Nikasikia kanisa fulani uchaguzi ukafanywa. Baada ya uchaguzi kufanywa, kwa sababu mmoja hakuchaguliwa, akasema mbele ya kanisa kwa ujasiri, anasema mwaka huu Roho hakuongeza uchaguzi. Yaani ili Roho ongeza lazima wewe uchaguliwe. Ndio unajua kama Roho ameongoza uchaguzi. Hiyo tabia ni mbovu kabisa. Sote ni watoto wa baba mmoja. Maombi ya kubadilishe ili kwamba uweze kulielewa hilo. Lizame katika maombi yako. Haya, sehemu ya pili, hebu soma. Sehemu ya pili sasa. Inasemaje? Inasema jina lako litakaswe. Jina lako litakaswe. Tafsiri zingine zinasema jina lako litukuzwe. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Kwa hivyo jambo la pili, maombi yetu lazima yatukuze, kujenga heshima kwa Mungu wetu wa mbinguni, kujenga heshima kwa Mungu tunayemwabudu. Tunasema jina lako na litukuzwe. Heshima lazima iwepo kama watoto ambao maombi yamewabadilisha.
Ujue ya kwamba ukija katika uwepo wa Mwenyezi Mungu unakuja kwa Mungu mkuu. Mungu mkuu ambaye anataka kicho cha hali ya juu, anataka utulivu wa hali ya juu, anataka ibada yenye utakatifu ndani yake. Your prayer should tune you, ili kwamba uweze kuwa na kicho, reverence kwa Mungu wetu wa mbinguni. Maana yake unapoomba unasema jina lako na litukuzwe, jina lako na litukuzwe. Itakukumbusha kwamba ukija hapa mbele kuimba kama mwanakwaya, hausongezi muda, unaifanya ibada kwa Mungu ambaye ni mtakatifu. Kwa hivyo unaimba kana kwamba upo kwenye uwepo wa Mungu haswa. Reverence kabisa. Lakini pia heshima hii itakuwa translated kati ya sisi na wanadamu wenzetu. Heshima hii itaonekana kati ya sisi na wanadamu wenzetu. Kwa nini? Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 20 inasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 20. Biblia inasemaje? Soma twende. 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake, ni muongo. Ni muongo. Achia hapo. Mtu akisema yeye anampenda Mungu, anamcha Mungu na anachukia ndugu yake, huyo mtu ni muongo. Kwa nini? Maliza fungu twende. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Hakuna jinsi atampenda Mungu ambaye hajawahi kumuona. Sikiliza, maombi yetu hayawezi kuwa kwamba tunamtunuku Mungu sifa na kumwiniwa juu, lakini kwa kinywa hicho hicho ambacho tunamtunuku nao Mungu sifa, tunawatukana watoto wetu, tunawatukana waume zetu, tunawatukana washiriki wetu kanisani, tunawasengenya washiriki wetu kanisani. Kama kinywa kinatumika kumtukuza Mungu, maombi yako yatakubadilisha ili kwamba hicho kinywa kinachomtukuza Mungu kipeane pia heshima kwa wanadamu wenzako. Maombi yanayobadilisha, hayakuachi jinsi ulivyokuwa, yanafanya badiliko fulani ndani yako, ili kwamba tujue tunapomtukuza Mungu wa mbinguni ni sharti pia tuweze hapa chini kuwa na kicho cha hali ya juu. Najua majaribu ni makali, na wakati mwingine unafikia hatamu unasema niweke Ukristo kando kidogo. Lakini wakati unajaribiwa kuweka Ukristo kando kidogo, kumbuka ya kwamba hicho kinywa ambacho unataka kuwekea Ukristo kando ndicho kinywa ambacho pia unastahili kutumia kuwasifu wanadamu, kuwabariki wanadamu, kuwatakia mema. Maombi yanayobadilisha. Maana hakuna namna utakutana na Yesu kwenye maombi na usalie na hasira jinsi ulipo nao hivyo hivyo. Yesu ana nguvu ya kubadili how you control your anger. Jambo la 3 anasemaje? Twende. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Wenda hapa ni wenda hapa ndipo nitapoishia. Ufalme wako uje. Maombi yanabadilisha. Ufalme wako uje. Maombi yako yanapaswa kukuza tabia za kifalme ndani yako. Your prayers should awaken royalty in you. Yani mtu yeyote ambaye amekutana na Mungu ambaye ni mfalme wa mbingu na nchi na ana muda na yeye, ataondoka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu kama tabia za kifalme zimekuzwa ndani yake. Maana kweli ndivyo tulivyo. Tulisoma hapa waraka wa kwanza wa Petro 2:9, tutasoma saizi. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9 inasema ninyi ni mzao mteule, makuhani wa kifalme. We have royalty blood in us. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye sikiliza, ameingia katika uwepo wa Mungu wa maombi, ataondoka kama ana tabia za kifalme. Watoto wake wataishi maisha ya kifalme. Hawakuli kila kitu, hawazungumzi kila kitu, hawanyolewi kila mtindo, hawavishwi kila nguo. Ni watoto wa kifalme kwa sababu maombi yamembadilisha hivyo. Jinsi mama anayetufundisha familia alivyosema, watoto wa kifalme hawataenda kuingizwa vinyozi na kunyolewa mitindo ya ajabu ajabu, kwa sababu maombi yamebadilisha wazazi wao, wawafanye waishi maisha ya kifalme. Royalty.
Utazungumza kama mwana wa mfalme. Utavaa kama mwana na binti wa mfalme. Utafikiria kama mtu ambaye anatoka familia ya kifalme. Ukichukua muda wako, by the way, ustudy royal family ile ambayo saizi anaitwa King Charles anayeongoza. Previously ilikuwa ni Queen Elizabeth. Ukiangalia lifestyle ya the royal family, it's unique actually. Inasemekana katika historia kuna 2 princess walishindwa ku maintain the standard ya hiyo familia, na definitely wakawa commoners, wakaruhusiwa kuwa commoners. Manake kama lazima maintain status quo ya kuwa prince na princess, lazima uishi kama prince na princess. Kuna masharti ambayo yanafuatwa. Ule wakati ambao Prince Charles alikuwa na hawa, mnakumbuka harusi yake iligonga vichwa vya habari kisawasawa. Wale celebrities ambao kwa muda mrefu wana muziki wa mitindo, tuliwaona wakiimba katika nyimbo zao wako uchi, walienda kwa harusi ya kifalme kama wamevaa magauni, because royal family demands that. Hawezi kuingia katika malango yao ukiwa umevaa hivi hivi. Kwa hivyo mtu ambaye ameingia katika uwepo wa maombi ataondoka kama amebadilishwa kuwa na fikra za kifalme. Endesha maisha yako na heshima ya kifalme. Endesha maisha yako na maisha ya kifalme, manake wewe ni mwana na binti wa mfalme. Endesha maisha yako hivyo, kwa sababu ufalme huu sio tu marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Ufalme huu ni tabia za watu wanaomsubiri kabla atokee. Ufalme huu, naposema thy kingdom come, tunasema Mungu ideally tuandae kuwa na tabia hapa chini ambazo zitakupokea ukija mara ya pili. Ndio maana Ellen G. White anasema hivi kwenye Roho ya Unabii, kama lazima uwe mtakatifu mbinguni, lazima uwe mtakatifu hapa duniani kwanza. Hapa kwanza. Manake tunaposema thy kingdom come, we will live, we will maintain kingdom mentality hapa chini. Tutaishi kama wanaoenda huko hapa chini, wapenzi. Cha kuhuzunisha ni kuwa wengi wanasubiri kuwasili kwa Yesu Kristo mara ya pili, na Yesu hajawahi kuwasili mioyoni mwao. Wengi wanasema tarumbeta italia, atashuka, na hawajawahi kusikia ile minong'ono ya upole Yesu akiwaambia acha dhambi. We are waiting for the trumpet to sound. Tarumbeta italia, wafu watafufuliwa, tutapewa kutoharibika. Kama hujawahi kusikia sauti ya Yesu hapa chini, utaisikia vipi tarumbeta angani ikipiga kwa mara ya pili? Tunaposema ufalme wako uje, sikiliza, ni lazima tuishi maisha kifalme hapa chini, hapa chini. Ni nani alisema kwamba atakuja mawinguni kabla hajakuja katika moyo wako? Nilikwambia mzigo mzito alio nao na Yesu Kristo ni kuifanya mbingu iwe ndani ya mioyo yetu kabla hajatuingiza katika mbingu. Kwa hivyo maombi yanayobadilisha yatatubadilisha, ili kwamba hatimaye, wapenzi, tuweze kufanana kama Yesu alivyo. Manake maombi, tukiingia uwepo wa Mwenyezi Mungu, inatupatia uwezo wa kipekee wa kufanyika watoto wa Mwenyezi Mungu. Asubuhi hii ya kipekee, tunapoingia katika ile sehemu ya meza, si meza lakini madhabahu ya kufukuza uvumba, ukumbuke vitu viwili. Ya kwamba jambo la kwanza muhimu ni ya kwamba maombi lazima yawe sehemu ya maisha ya Kikristo. Na haya maombi, jambo la pili, lazima yatubadilishe. We must be changed and transformed from the prayers we are offering. Na niongeze la tatu, ili maombi yetu yakubalike mbinguni, ni lazima Mungu aione haki ya Yesu Kristo kwenye maombi hayo. Pasipo haki ya Yesu Kristo, maombi yote ni dhaifu, hayana uwezo, hayana nguvu, wapenzi. Lakini nakutia moyo ya kwamba uwe Mkristo mwenye muda wa kuomba. Uwe Mkristo wa kutafuta uso wa Mungu binafsi. Manake mahali patakatifu leo panatuonyesha Yesu ni mwombezi wetu. Jesus is our intercessor. Anasubiri kuyapokea maombi yetu, ayachanganye na haki yake kamili, ayafikishe mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo usimkawishe Yesu. Ruhusu apokee maombi yako kila mara. Ruhusu apokee maombi yako kila mara. Ajue kwamba kuna mwanangu anayenitegemea na kunitumania. Ndio maana wale ambao wamekuwa kija asubuhi, tulifunga leo kusema kwamba kaa Getsemani.
kaa Getsemani, kwa sababu hapo kuna ushindi hakika. Maombi yanayobadilisha. Mpaka sasa tumejifunza nini? Ya kwamba patakatifu ni sehemu ambayo Mungu anaitumia kuturegesha katika uwepo wake, na Yesu alikuja kuishi kama sisi ili atupatie mfano. Alikuwa 100% mwanadamu ili atupatie mfano wa utiifu, lakini pia alikuwa 100% Mungu. Kwa yeye tunapata nguvu ya kuwa watiifu. Lakini tena huyu Yesu ndiye kipatanisho chetu. He's our atonement. He's our atonement. Kwa yeye tunapata msamaha wa dhambi kwa kifo chake msalabani. Isitoshe, huyu Yesu tena ndiye yule ambaye ni utakaso wetu. Anatutenga, anatufanya kuwa tofauti, anatufanya kuwa watu speciali kwa lile birika pale patakatifu. Lakini tena huyu Yesu is our sustainer. Pale katika meza ya mkate, he is our sustainer. Yeye ndiye anayetutunza na kutuhifadhi. Huyu Yesu ndiye siri ya ushindi wetu. Lakini tena huyu Yesu ndiye nuru yetu. Anapoangaza maisha yetu, tunaangaza samahani na wengine ambao wako gizani. Na leo tumemaliza kusema kwamba huyu Yesu ndiye mwombezi wetu. Anasubiri kupokea maombi yetu, na akisha yapokea na kuyachanganya na haki ya Baba yake, hatimaye, sikiliza, tutaingia katika uwepo wa Mwenyezi Mungu na ujasiri, kwa sababu siri ya mafanikio na ushindi tumeitambua kupitia patakatifu. Mungu atuwezeshe. Mungu atupe nguvu ya kutotoa macho yetu kwa Yesu Kristo. Manake umeona yeye ndiye kila kitu kwetu. Atakwambia Luka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, in him we live, 17 verse 23. In him we move, in him we have our being. Yesu asalie kuwa tumaini la maisha yako. Mungu na atubariki. Je, ni ombi lako asubuhi hii ya kipekee ya kwamba Mungu akuwezeshe kutotoa macho yako kwa Yesu Kristo, akuwezeshe kutoyaondoa kwake, asalie kuwa tumaini la maisha yako tu, kama ndivyo ombavo, na kusihi usimame ili kwamba tuweze kuomba. Mungu na Baba yetu tupendaye, asante kwa sababu ya somo la patakatifu. Japo hatukufanikiwa kufika hatima mahali ambapo tunapaswa kufika, aidha tunakushukuru kwa machache ambayo kwenye kambi hili umeturuhusu kujifunza. Na kwa hiyo tunakusihi wewe uliye mfano wetu katika ushindi wa dhambi, wewe uliye kafara yetu na upatanisho wetu kamili, wewe ambaye unatutakasa, unayetuhifadhi, siri ya ushindi wetu, unayetuombea, wewe ambaye ndiye nuru ya maisha yetu, na wewe ndiye uliye haki yetu haswa. Leo tumesimama kwa kusema utusaidie kukusalisha mioyoni mwetu kama tumaini letu la pekee, ili kwamba hatimaye tuingizwe katika uwepo ule ambao tuliopoteza katika shamba la Edeni. Neema yako itutoshe sasa kwenye vipindi vilivyosalia, ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Get to the point. Take a step forward.